bless his wife. Ambariki mkewe. To bless his government. Abariki familia yake. I'm going to give you all a word. Nawapa nyote neno. Because he's in office. Kwa sababu yuko ofisini. The heavens have opened. Mbingu imefunguka. And they will remain open. Na itabakia ikiwa wazi. As long as he's in office. Siku zote akiwa rais. So whatever the church does, chochote kanisa litakalofanya, it will have impact. Itakuwa na mguzo mkuu in Kenya. Katika taifa la Kenya. Because kwa sababu the righteous wenye haki are an authority. Ni mamlaka. Therefore the blessings of heaven, kwa hiyo baraka za mbinguni, are upon iko juu ya Kenya. Can you give me a mic please, because this one is breaking up a little bit. All right, let me have another mic. Sinash. Yeah, thank you, much better. I want the pastors who are on the platform, nataka wachungaji walio hapa madhabahuni, do not lay hands on him. Msimwekee mikono. Just come and kneel behind him. Simama tu nyuma yake. Kneel behind him. Nyuma yake tu. Na mpige magoti nyuma yake. The Lord is telling me not to lay hands on you. Bwana ananiambia nisikuwekelee mikono. Because he will lay his hands on you. Maana yeye atakuwekelea mkono wake. And he's going to bless you with health. Atakubariki na afya. And strength. Na nguvu. And wisdom. Na hekima. Because this nation is a blessed nation. Kwa sababu taifa hili ni taifa lililobarikiwa. When a president, rais, desires, wa nchi akitamani, when his wife, the first lady, desires, na mke wake wa rais akitamani, the healing of the nation, uponyaji wa taifa, that's very precious to God. Ni jambo la dhamana sana kwa Mungu. And I believe this is the beginning naamini huu ni mwanzo tu of other events ya matukio nyingine in Nairobi, katika Nairobi, in other cities, katika miji mingine of Kenya, ya taifa la Kenya, that will bring healing to this country. ambayo italeta uponyaji kwa taifa hili. So I'm going to pray. Kwa hivyo nitaomba. And I'm going to get on my knees. Nitapiga magoti yangu. Come help me please. John, nisaidieni tafadhali. Lord my God, Baba Mungu wangu, we come to you, tunakuja kwako, O Father in heaven, Baba wa mbinguni, to bless, kubariki this president, huyu raisi, your servant, mtumishi wako, his wife, mkewe, his leadership, uongozi wake. O God of Abraham, Mungu wa Ibrahimu, Isaac and Jacob, Isaka na Yakobo, extend, zidisha maisha yake, extend life, zidisha maisha yake, extend their days, zidisha siku, in Jesus' name. siku zao katika jina la Yesu. Bless them with health, wabariki na afya, longevity of life, maisha marefu, heavenly wisdom, hekima ya kimbinguni, enlighten his eyes, fungue macho yake, that he might behold wondrous things out of your law. aone makuu kutoka kwako Bwana. That his wife will see wondrous things out of your law. Mke wake ataona makuu yako yakitoka kwako. First lady, mke wa rais, mama wa taifa, I pray the prophetic will always be in her life. naomba roho ya unabii siku zote iwe juu yako, in the mighty name of Jesus. katika jina tukufu la Yesu. Everything they touch, kila kitu anachoguza, will prosper. itafanikiwa. Every decision they make, kila maamuzi wanaofanya, will succeed. itafanikiwa. And Lord, I pray, na Baba ninaomba, no more losses for Kenya. hakuna tena hasara kwa taifa la Kenya.
No more losses. Hamna tena hasara. Total recovery Urejesho kamili will begin inaanza in this nation. katika taifa hili. Your word declares David recovered all. Neno linatangaza Daudi alirejeshewa yote. Let this mighty man of God, Wacha huyu mtumishi mkuu wa Mungu, the president of this nation, rais wa taifa hili la and Kenya the first lady, na mkewe mama wa taifa, cause this nation wafanye taifa hili to recover all. irejeshewe vitu vyote In the mighty name katika jina kuu of Jesus, la Yesu the Son of God. Bwana wa Mungu. And I want you to cry amen 7 times. Nataka tuseme Number amina 1, saba. 2, 3, 4, 5, 6. Shout it! Please, sir.